Naam, tunaanzia hapa. Tunaona bidada alikuwa anakimbia sana, kama vile alikuwa anakimbizwa. Akafika pale akamkuta mwamba ambaye ni afisa, alikuwa ametulia hapo akiwa anaangalia usalama. Ghafla kumwambia bidada, akawa anasema kwamba naomba unisaidie kujificha tafadhali, kuna watu wanikimbiza huko. Mchizi akasema kwamba hebu shusha pesa bwana, uniambie kipi kilichotokea. Bidada akaanza kuzungumzia kwamba kuna watu wananikimbiza, kuna watu huko ni majambazi wananikimbiza, wanataka waniue. Please naomba unisaidie please, wanakuja. Mwamba yeye akazabaki yeye. Ghafla pale bidada akampiga kibao kweli. Akasema naomba unisaidie, mimi nauawa. Naomba unisaidie, watu wanakuja huko. Upo stress kweli? Mimi nikajua labda unatania. Noma kweli. Basi pale mchizi akamchukua na nini, kamweka ndani ya gari, akafunga. Baada ya kula kibao mwamba ndo akamua msaidie. Ghafla pale akatokea bidada akapiga saruti. Noma kweli. Akaulizia pale akasema kwamba kuna bidada tulikuwa tunamtafuta, sijui utakuwa umemuona, huyu hapa. Inasemekana kwamba huyu bidada sijui ndo alikuwa anamtafuta, tutafahamu mbele. Basi bwana bidada alizidi kumuelekeza picha ambayo mtu ambaye anamtafuta, akawa anamwambia kwamba huyu hapa bidada tunamtafuta, ni wanted. Kwa hiyo tunaomba kama umemuona utusaidie kumpata. Mwamba alipoangalia ile picha akaona inafanana na yule. Akasema huyu tunamtafuta, hakuna sehemu yote ambayo umemuona. Mwamba akaangalia kwenye gari, ameshamweka ndani ya gari. Mwamba akiwa anazidi kujiuliza maswali mengi, kwa nini huyu bidada anatafutwa? Noma kweli. Basi Mwamba akasema kwamba futa. Bidada akapiga saruti na kuondoka. Na yeye anajifanya officer, kwa wamekutana ni maofisa wote. Noma kweli. Kwa mchizi pale akaingia ndani ya gari, akawa anajiuliza maswali mengi, kwa nini bidada anafukuziwa? Pale kawasha na gari. Basi bwana alipofika upande wa pili huko akatoka ndani ya gari, na bidada akatoka pale ndani ya gari kwa sababu alitoka mbali na pale ambapo alipokuwa. Noma kweli. Basi bwana mchizi akawa anamwambia kwamba hivi, kwa nini unatafutwa na hao ambao walikuwa wananionyesha picha zako? Kwa sababu kuna bidada ametokea pale kama mlivyoona, amenionyesha picha yako kwamba wanakutafuta. Nini ambacho umekifanya? Maana sielewi. Noma kweli. Bidada akasema kwamba mimi kuna watu nimeona wameuawa, walikuwa polini, wameuawa. Yes, silikuwa hivi. Sasa hapa ndo tunaambiwa kwamba kilichotokea paka bidada akawa anakimbizwa. Bidada alikuwa zaki kwenye gari na dereva wake akiwa anatoka sehemu, wakiwa njiani akiwa anaondoka mishemishe. Basi bwana bidada akiwa zaki njiani alikuwa anapiga story pamoja na dereva wake ambaye anamuendesha, akawa anamwambia kwamba nahisi kama vile tumbo linauma, sijui naweza ukanipaki kidogo nikapata haja ndogo, maana hapa sielewi kabisa. Basi bwana mchizi ambaye anamuendesha akasema hapa ni polini, naweza kuwa shida. Bidada akasema kwamba haijalishi, wewe paki, mimi siko sawa kabisa, nisikia kama vile tumbo linauma. Basi bwana Mwamba pale akapaki gari pembeni, akamwambia nenda sasa uhakikishe na wahi. Noma kweli. Basi bwana bidada pale akatoka ndani ya gari ili akapate haja ndogo, kwa sababu alikuwa anajisikia kama vile uko sawa kabisa. Basi bwana bidada akatoka pale mbio akatafuta chimbo, akajikika kule kwenye chimbo. Aise, hapo kumbuka tunaelezewa story ambayo kwa nini walikuwa wanatafutwa na kwa nini alikuwa anakimbia. Basi bwana huku tunakutana ukichikani, tunaona Mwamba alikuwa ameshikwa anapelekwa mbele kweli. Kumbe pale bidada alikuwa anamewaona kile kitendo ambacho kilikuwa kinaendelea. Basi bwana Mwamba ukamleta pale paka kwa mshikaji ambaye alikuwa ameshikia bastora. Hao wanaonekana ni majambazi, wanateka watu na nini, wanachukua pesa zao. Huwezi kuamini. Basi bwana mshikaji akasema kwamba wewe ndio unayejifanya unatembea na dada yangu, si ndio? Kumbe huyu Mwamba bwana amekamatwa, anatembea na dada yake na huyu Mwamba. Kwa hiyo kakamatwa na machizi na nini, wamemkamatisha. Kwa mchizi akasema kwamba hapana, mimi yule ni rafiki yangu tu, sio kama mimi ndo natoka naye. Mwamba akasema unatoka naye wakati mimi kabisa na kuona malaka zao na kara dada yangu. Basi bwana mchizi amekamatwa, alikuwa anatembea na dada huyu Mwamba. Ndo madhara ya kutembea na wadada ambao wana makaka ambao ni wahuni kama hawa. Basi Mwamba alikuwa na bastola, alikuwa anamwambia kwamba wewe ndo unatoka na sister yangu, unamharibia malengo yangu. Ukumbuki kwamba yeye anasoma, unataka kumharibia malengo yake. Pale hiki ambacho kinaendelea hapa polini. Kumbuka yule bidada ambaye alienda chaka kidogo kujisaidia, alikuwa anawachungulia na waona. Noma kweli. Basi pale akawa anakimbia Mwamba, akapigwa risasi, huwezi kuamini, akaanguka paka chini. Ameuawa. Pale bidada akapiga kelele. Noma kweli. Alipopiga kelele watu wakamuona. Ameuza dili. Na washikaji hawataki kugundulika kwamba wanafanya mauaji, wakamfuata yule Mwamba yule bidada ili asitoe siri kwamba watu ni wauaji. Alipofika pale kuangalia driver, akakuta naye driver anamwambia tuondoke. Anashangaa nakuta driver na yeye kashauawa. Huwezi kuamini. Hapo alipagawa sana. Noma kweli. Sasa hapo ndo alikuwa anamuelekeza kwamba ndio ilivyokuwa, nani tulikuwa tunapewa story kama ilivyokuwa. Mwamba pale alikuwa ameshapewa kisa chote na sababu ya kubiti kuwa anakimbia hivyo na kukimbizwa na hawa.
Alizidi kumweleza kwamba akiwa anasema kwamba vipi, naomba nisaidie kwanza kwa sababu mimi nina hofu sana, hao watu wanaweza akaniua. Noma kweli kweli. Dada alizidi kuomba sana huu mwamba ampeleke nyumbani kwao. Mshikaji akamwambia usijali, wewe uko na mimi, nitahakikisha kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu mimi ni nalinda raia, kwa hiyo hilo ni jukumu langu, kwa hiyo usijali. I say uweze kumwamini. Pale pale uweze kuamini kilichotokea. Wakatokea wale watatu, akapigwa risasi yule afisa, uweze kuamini. Dada akapigwa kelele. Mchizi katokea pale kumwambia naomba simu yangu. Naomba hiyo simu ambayo ulikuwa unatumia kurekodi. Leta hiyo simu nakwambia. Naomba kulikweli. Akasema wewe ndio ulikuwa unatuona kule, tulikuwa tunafanya mauaji. Naomba hiyo simu ile rekodi. Naomba kulikweli. Akachukua ile simu ili asipoteze ushahidi pale pale na ikapigwa risasi. Uweze kumwamini. I say jamaa wana roho mbaya. Kumbe na yule bidada alikuwa sio afisa mzee, na yeye ni jambazi. Sema anatumia zile nguo kuhakikisha kwamba wanafanya uhalifu au wanaondoka. Bidada akashauawa namna hiyo na yule afisa wachauawa. Basi huo ndio mwisho. Bye bye.